Kuni asili. Judges. Hallelujah. Waamuzi chapter 7. Anduma Gitioni Michael ya Amatiani vinya watu wa Gitioni wakishinda vita za Mitiani. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma na nitasoma na Kikamba. Amen. Asili kilunguni tamu wansamu swani wampe. Topic ya mwondine kukilia maina vina. Topic ya leo Mungu wako hapa. Unaenda kufuka katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kushinda maadui wako hata kama wako na majini milioni. Daudi alikuwa na mawe moja. Ile ya ine aliweka kwa mfuko na hii kutoka pale. Alimaliza Goliathi na jiwe moja. Na ile waamini Goliathi na Iria yemwe alangi mamunengi ya kuikala dhayu mwasa. Onandai za kubuzwa ona kukua kwake. Daudi hakuwa ipika na hakuna mtu alimudharau. Alienda akakaa miaka mingi sababu alikuwa na mawe ine iliyombaki kwa mfuko. Ile ishara Mungu amekupatia leo itaenda kumaliza maadui na nguvu za wachawi. Na kuna ile nguvu itaenda kumbaki kwa mifuko yako. Na hakuna adui ataweza kukumbomoa. Sababu utaweza kupewa nguvu. Hao maadui jeshi lao litaenda kukusaliuti katika jina la Yesu Kristo. Au utakuwa vile tena. Au imakaa kuona ama kasemba. Maandiko manga imeasia. Musone wape ibukone yuya asili. Kilunguni chuta mwanza. Mudena umwe. Yelumbali ulani Gitioni. Nadu onde ala wainama. Nima muki ya kwacha. Tene. Na madhi kwambia maima mova kuvi. Madhi kwambila maima mova kuvi na kidima cha loti. Andumani tiani mambite maima moma atani. Hula waiva kuvi na kima cha mole. Ngaliko ya yulu ya wala Gitioni. Nadu ala waina momai. Ata iwe Yesu mwana wankai. Maandiko ya Mungu inasema wakati wa Gitioni kuna wale watu walikuwa wanaitwa Amitai. Amitai alikuwa na jeshi lake la kupigana vita na Gitioni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona mahali walienda kuweka mahema yao. Ndio pale hata Amitai alienda kaweka ile pande ingine na jeshi lake. Hao watu walikaribiana ndio waanze kupambana na vita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Maandiko manga imeasia mwe inkaine wanene na Gitioni amuyate. Na Mungu akaongea na Gitioni akamwambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba hii mwaka ukawe mtu wa kuongea na Mungu, sio mtu wa kuongeleshwa na wanadamu. Ninaomba siku ya leo toa mafikiria yako ya kuambiwa na watu. Naomba ukasikie sauti ya Mungu na Mungu atakuwa akiongea na wewe. Sababu watu waliongea na wewe na ukaongea na watu wengi, lakini wameshakuaibisha. Mpendo wa Mungu siku ya leo naomba ukajitambue kama Gitioni. Gitioni hakubabaishwa na ile vita ya Mitiani. Alienda pale na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe angalia, kuna mashujaa wa hii Biblia ambao walikuwa wamejitoa mpamba tumbaba kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio wakati wa kuangalia rafiki yako ulikuwa unakuja na yeye kanisa, ameachwa nyuma, anaongea vile anataka, wajana na yeye aache. Inawezekana ni ile jeshi la Mitiani ambao ilikuwa inataka kufunja ama kuteketeza wale jeshi la Gitioni. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako uchukue nguvu na upate nguvu mpendwa. Wakati uliokoka uko na nguvu. Wakati uliokoka ulijazwa na Roho Mtakatifu wa kupika vita roho wa giza. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, thank you Jesus. Amen.
Maandiko manga imeasati aduasui na mani ya ingi ukedi aditona kunenga na mitiani utoni ni wo ndikwe na doma Isilali mambi ya kwikadhi ya kula ni mayona tamasindie kwa vina wo ata iwe Yesu mwana wa Ngai. Hata ukiona umeshinda usione ni wewe umeshinda, jua ya kwamba ni Mungu amekuwezesha. Sababu hata Mungu akaongea na huyu Gideoni, lakini akamwambia hata wale watu ni wengi na sitaki wana wa Israeli waone kama ni wao wamejiwezesha. Haleluya. Amen. Hata wakati mimi ninahubiri, sio mimi ninafanya, kama sio Mungu singeweza mahali hapa. Haleluya. Ninamwambia Mungu wangu, unajua ni wewe utaenda kuongoza, sio mimi naenda kuongoza. Tangulia mbele yangu. Na ninamkuta. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko ya Mungu inaendelea na kusema hivi. Inasema Muswaka 3 yutabyandu umeati mundu na wiba ula winawia na ukutetema niwailite kwinuka na ituni tutiwa baki mani changiliati kwa wedo ngili niongo ili na ili nemasiokie indi angingilie kumi matiwa ata iwe Yesu mwana wa Ngai. Aduano mayambi ya kusioka na itina na Ngai atabia Gideoni tabia nduala mena wia ni menuke chalo kicho tangi yo kikwenda ndumena wia chalo kicho wokovu ya kitaki watu ambao wako na wonga. Ilifikia mtumishi wa Mungu akaambiwa na Mungu awaambie wale watu ambao wako na woga warudi nyumbani. Haleluya. Na wakaachwa watu 10,000 lakini 22,000 walienda. Haleluya. Ebu angalia vile watu walienda, lakini Gideoni akaachwa na wachache na wengi ndio walienda. Siku ya leo ni kuifanya na kile uko nacho, sio kuangalia kile kiko kwa jirani yako, sio kuangalia kile kilikuwa na rafiki yako. Inawezekana rafiki yako alikuwa na ngari, alikuwa na kubeba, alikuwa na kuweka maisha mazuri, ikafikia mahali akakuondokea. Sema ni asante, sababu uliachwa lakini uko na nguvu ya kumwabudu. Abudu Mungu ndio gari ikuje tena kwako. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Gideoni aliondolewa watu 22,000 wakaachwa watu 10,000. Mbona yeye hakulalamika? Bwana Yesu asifiwe. Kuondolewa hakukuanza saa hii, kulianza kitambo kwa Biblia. Maroho ambayo unakuta unaendanisha na watu, lakini watu wengine wakikosa kukusarabatisha wanaenda. Wachana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko manga imaendelea na kunena siku ya leo ni siku ya nguvu. Niboinde Muswaka na niboinde mwenga waneni na Gideoni amuyati aduala mutialite no aiji muno madesi osini na kwenengo tedesha kumanuvia pau ediwani na kuya mundu ho ni mukwendania usu mukaendania indi nasya mundu ho muyendania usu ndevi. Haleluya. Hebu sikia njia za kuongea na Mungu. Leo Mungu anataka ujichagulie kusikia sauti yake. Gideoni alitembea akinena na Mungu, na Mungu akamwambia Gideoni, wakati wewe unaenda jua, kuna watu wengi wachache ziwini wengi wamebaki. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu na Mungu akamwambia unaendanisha na wao, lakini wale nitakwambia usiendanishe na wao, usiendanishe na wao. Na wale nitakwambia endanisha na wao, endanisha na wao. Alangu utabia ndukadi na mondo kaneti kile. Indi alangu kuyenda na mo, enda na monondo ni mothi usinda. Ata iwe Yesu mwana wa Ngai. Ipinda tali utangi hiyo. Titi mwimbisi. Na tisi alisi ansangule. Ata iwe Yesu mwana wa Ngai. Na ndio unaona hata watu wametoka kwa kusikia sauti ya Mungu. Wanataka wafanye
wanavyotaka. Waimbaji wamebadilisha mienendo, wakaingia kusikia kwa sauti ya pesa, wakatoka kwa sauti ya uimbaji ya kuponyesha, wakaingia kwa sauti ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri wameacha kuhubiri ile neno ya wokovu, wameingia kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wakati wako siku ya leo hii, mwaka ukaanze msimamo wa kusikia sauti ya Mungu vile anaenda kunena na wewe. Toka kwa watu wale unataka waongee na wewe, hata kama ni matajiri, wachana na wao.